Wewe mwenda wazimu eh? Kwa hiyo umekuja hapa kuosha vyombo au kukaa kujiliza? Na kuuliza. Naomba nisikilize. Wasi uliona kumlagai niende kupa ujauzito, utakuja kukaa kwenye huu mjengo. Sasa nikuambie tu, yani hapa huwezi kukaa kizembe. Utafanya kazi mwanzo mwisho. Na utakapomaliza vyombo, nguo nje zinakusubiri. Mwenda wazimu wewe. Sawa. Naosha vyombo. Wewe Taira wewe. Naomba unisikilize. Kilichonileta hapa. Naomba huo ujauzito mtoe. Cha usiku. Unanitambua vizuri. Yaani mtaa mzima unanijua mimi ndio mama la mama. Yaani nikianza vurugu yangu hakuna mtu anayeizima. Sasa kama hutofuata ninachokitaka, nitakuua. Wewe vipi? Sababu tunatizamana tu. Wewe dogo. Hebu mwite bosi wako aje hapa tumalize biashara. Sio unakaa unatizama tu hapa. Unatakiwa kukaa hapa na kufuata vigezo na masharti. Wewe chenga. Alafu unajua mimi sio mtoto mwenzio. Mimi nina umri kama babako. Usipagawe na huu. Nilizaliwa tu handsome boy. Mimi mtu mzima. Mwite bosi wako bwana. Utanisikiliza au utaendelea kuleta ujuaji? Sikiliza binti. Unajua mimi sipendi mazingzo ngafu. Alafu mtu kwa mtu betu. Sawa? Nitakuzingua. Mwite bosi wako bwana. Mashati ya nini? Unajua mimi tunazungumza nini? Alafu sirebulie mimi hata hisia hapa nilipo sina. Nishavurugwa tayari. Hebu fanya hivyo haraka. Sawa. Wadogo. Bosi, sasa hizi? Mbona unastuka? Sijakuona ukiingia undani, sasa nilishtuka kidogo kusema la kweli. Wewe unahitaji unione nikiwa naingia? Kikubwa niko hapa. Nipo tayari kusikiliza shida yako. Niliambiwa kuna mzigo hapa kuja kuchukua na kupeleka mahali. Na niliahidiwa kiasi cha fedha.
Lakini nilikuwa nazungumza na sauti ya kiume. Sasa nashangaa umetokea wewe hapo. Shida yako hasa ni nini? Kuchukua mzigo ambao utakaopewa peleke hiyo sehemu au kujua jinsia ya mtu ambaye anakupatia huo mzigo? Nahitaji kufanya kazi. Utaweza kweli? Na kiume alafu unashindwa kukaza. Kaza. Sasa sikia. Huo utajiri utaupata. Ila kinachotakiwa punguze pressure na usiwe na papara. Huo utajiri utautuliza pressure. Huo utajiri utautuliza pressure. Samahani sana bidada. Hivi hiyo kazi ipo au inakuaje? Kwa sababu mimi shida yangu pesa. Sasa naona kama unaleta habari za mapenzi. Wakati mimi mtu mwenyewe hapa nilipo hata hisia zenyewe sina. Tuliza mzuka. Unastuka. Kidogo tu hivi. Shida yako si kazi. Si unahitaji pesa. Nafikiri mtu anapata pesa kirahisi eh? Tulia. Kaza wa kiume wewe. Sawa, nakusikiliza. Kazi ipo. Lakini je, masharti utayaweza? Ni masharti gani hayo? Ungeniambia? Masharti utayaweza? Sawa. Nora, mpenzi wangu. Unajua simu yako imekuwa ya ghafla sana. Yaani hapa nilipo na wasiwasi mpaka sielewi. Kuna shida? Hamna shida mpenzi wangu. Ila nimekuita kwa sababu kakaangu ametoka. Sasa hivi ameondoka, ameenda mbali, hawezi kurudi sasa hivi. Ndio maana nimekuita. Asante sana Mungu. Maana huko nilipotoka moyo wangu ulikuwa unapapalika. Unakimbia, najiuliza mara tatu. Nora amekutana nini? Mimi nilikumisi, ndio maana nikakupigia angalau hata uje. Muda ameondoka brother. Mimi nilikumisi, ndio maana nakupenda kipenzi changu. Yaani kama nakuona vile kila wakati ukikao unanimisi. Ndio maana umenipigia simu nifike, si ndio? Basi sawa. Labda nikwambie kitu kingine, ndio maana umenipigia simu nifike. Hichi ninachokuambia na kuthibitishia katika maisha yangu ya ukweli sikuwahi kupenda. Wewe ndio mwanamke wangu wa kwanza na nahitaji wewe ndio mwana maisha ya mwisho. Hivyo kama mimi najitoa kwa ajili yako, tafadhali na wewe naomba ujitoe kweli. Yaani clear. Darasani nasoma, kuna warembo wengi wanafanya vitu vingi, lakini mimi si wawazi na kuwaza wewe tu. Sasa basi, kile kitu cha kwanza ulichoniambia, nimejaribu kukaa na baba yangu, nimemwambia. Kwa hiyo muda wote, saa yote naenda kutambulisha nyumbani. Ngine nimekuletea zawadi. Najua ni mnapenda. Kwa hiyo nimekuchukua hiyo. Fly basi. Wazungu nitake surprise. Jamani. Asante mpenzi wangu. Asante naye. Hiyo ni pipi. Ina maana kubwa sana kwenye mahusiano. Ndio maana kila wakati napenda kukuletea. Kingine mimi sio mkaaji. Maana kubwa sana kwa sababu kaka yako ni mtu wa fujo sana. Kuna kiasi cha hapa hichi. Jamani. Kitakulinda kwa muda wote. Asante sana jamani mpenzi wangu. Asante pia. Nakupenda. Nakupenda pia. Bye. Pole kaka Linyama. Mbona ulivyoniona mimi ukawa unachungulia? Ulikuwa unaangalia nini huko? Kuna kitu tu nilikuwa naangalia, nilijua unatokea huko. Wewe. Sawa. Mimi bwana nilikwenda sijafanikiwa. Tokea huko.
Wewe. Msiba amesafirisha. Yaani hapa sielewi. Hadi kichwa kinaniuma. Sijui tunakula nini mdogo wangu. Kuhusu swala la kula, wewe usijali. Mimi ninayo. Umepata wapi hela? Hiyo amenipatia shemeji yako. Shemeji yangu? Shemeji yangu yupi huyo? Yule yule wa siku zote. Lakini nakwambiaga mdogo wangu, shemeji yangu yupi? Mapenzi haya. Wewe endelea. Kinachokukuta mimi simo. Utarudi kwa mama yako. Sawa? Endelea. Ngoja nikaangalia chakula. Sawa. Kuwa makini. Wewe. Hebu subiri kwanza hapo. Nisubiri. Unaenda wapi? Wabi mkubwa. Mbona maswali kama hivyo tena? Taimu tena hii. Nenda kusangalai, zungumza mapema semaje? Ushakuwa kwa hiyo mwanangu. Sikiliza. Mimi mama yako. Na hata kama unaniona mdogo, bado nitakuwa ni mama yako. Na sio kwamba umevaa vaeleni cheni ukajiona wewe mkubwa sasa hivi. Umndani kuna baba yako. Na inabidi uende ukamchotee maji ya kuoga oge. Mama! Kiariki! Unasemaje mimdashi? Nisikilize nikwambie sawa. Mimi kichwa kibovu, mimi nimepagawa, mimi akili mbili, sina akili hata hiyo. Moja mimi sifuri kabisa. Nisikilize mkubwa nikwambie, hicho kidem chako uchoke kwa mondani hicho, mimi sikifagili wala nini. Umesikia vizuri hivyo? Mimi sikifagili wala nini. Haba ngombe kitu kimoja sawa. Muda mmoja ukitoka tu. Humo ndani mimi nakata kichwa, nakata masikio, nakata zakali zake, afu naondoka nazo. Afu akirudi unakuta kaba hakuna kitu. Haya, maana nimekusikiliza vizuri, umemaliza uliokopo naongea. Sikiliza, huyu hata kama ni mdogo kama kilikuu, bado mimi mwenyewe ninamfagilia na ndo mpenzi wangu. Kila siku si unakula hapa mwanangu. Ukirudi mama naomba hela sigara, unahisi mimi natoa wapi? Unahisi mimi natoa wapi hela sigara wewe? Wewe bimdashi vipi wewe? Yaani anakuchapa wewe na anachapa na mimi au sio? Bimdashi sikiliza vizuri sawa. Anayekuchapa ni wewe. Haichapi yangu anaichapa yako. Alafu bimdashi wewe umlishaenda tayari. Kitoto gani kichukua tu cha 2000 chi hapo rafiki yangu akuchapa wewe mkubwa. Huyu ni baba yako. Kwa hiyo chukua ndo hapo uende ukachote maji. Hebu muone kwanza. Wewe. Hizo zalao zako hizo. Yaani unaniona mdogo sana mimi Shida nini mke wangu kila kicha kile hii nyumba imekuwa daycare? Si hao watoto ambao wamelaanika kabisa na baba zao, hata watuhudumia. Anakuja anakaa hapa kila siku mume wangu naona kabisa jinsi unavyomhudumia hapa, mara kula, mara nini. Lakini leo hii akakuchotea tu maji ya kuoga tu ili uoge uende kazini, anaanza kupiga hiyo midomo ya watu. Hivi vizazi hivi mnashindwa kutunza mai akawa mabovu mkatoa, mnakuja kuzaa tu mapunguani haona akili timamu. Litoto lina matundu puani, masikioni, mdomoni, paka kwenye ndevu limeweka leni. Huyu ana akili timamu huyu? Mume wangu. Yaani huyu hawezi akawa na adabu hata kidogo. Na ndio hao watoto ambao wamelaanika tuliozaa na baba wasioeleweka. Wababa wao wanajali maisha yao tu na wanawake wengine kama hivyo. Lakini usijali sana kuhusu wewe. Mume wangu. Mimi na wewe tena ndo kama hivyo unavyoona. Blanketi na chawa. Tuangalie maisha yetu tu. Wewe mtoto achana naye. Acha akachote maji. Na mimi nikaandae ndani ili upate kwenda kuoga. Sasa sikia nikwambie kitu kimoja. Nipe miezi 2 na nilichukua hilo toto. Na nimelisikia likiniita mimi piskali, mimi kidem chako, yani mimi kitoto cha 2000. Oya kanikosea adabu. Nipo ndani namsikia. Unginiita hata mimi nimvulie nguo nimvogie radhi. Mimi na haki ya kumvulia nguo yule na angilaanika mimi nakwambia. Basi nisamee mimi mume wangu. Maana haya yote makosa yangu ni mimi lakini mimi nimemsamehe. Lakini kitu kimoja ambacho nakwambia, hii nyumba itakuja kuvurugana kama tukuja kuelewana. Sio unafuga mtu amevuta bangi. Babake alikuwa na issue gani? Babake alikuwa na ugonjwa gani? Babake alikuwa na matatizo gani? Babake na hisi alikuwa ni zezeta. Na ndo maa yenu mapeka kwa watu mazezeta mnakuja kuzaa matoto mapunguani. Mtoto anaitwa Mapombe. Hilo jina akatoa nani? Wewe au nani? Jina la mtoto mwenzangu alitoa baba yake. Ila tusiyajadili sana hayo mume wangu. Mimi na wewe tuangalie tu ya kwetu. Jina ametoa babake na babake mvuta bangi na yeye ndo kama unavyomuona mpaka misikio yote ametoga toga. Wewe niache mimi nikuangalie maji. Jamani, mbona haya matatizo? Nashindwa kuenjoy ndoa yangu, penzi langu si enjoy. Kila siku kelele mama na mtoto wake.
Oa, naomba na mimi unizalie mtoto niweze kumlea maadili mema, sio kama huyu punguani, na siwezi kupoteza ada yangu kulisomesha ile mtoto. Nimeahirisha. Gereji sikupeleki mwanaharamu wewe. Hii familia mbona matatizo sasa? Siku zilizopita hapa kaja mlevi anapiga kelele. Leo hili toto lilokaa nywele uvivu limekuja linapiga kelele. Mbona maisha yangu yanakuwa hatarini jamani? Nitapona kweli mimi na hii familia? Jamaa lenyewe linatisha hili. Mwenyezi Mungu, nusuru maisha yangu. Sio kwamba siogopi. Naogopa. Andaa maji waifu. Mama. Ngoja kwanza. Mama vipi? Shikamoo. Marahaba, hujambo? Sijambo mama. Mama, mwanao sasa hivi nimeoa. Nimekuletea mkweo muone mujuane. Shikamoo mama. Marahaba, hujambo? Shukuru Mungu niko poa mamangu. Okana. Umeoa. Hata sisi wazazi wako kutugea taarifa, hata kama sisi maskini. Wazazi taarifa tujue tu kwamba wewe umeoa. Leo umemleta huyu nyamipozi wako, unamleta wapi? Mama, sisi Waislamu tumefunga ndoa ya Kiislamu. Al-Fatiha, amin. Akdi, chombo hii hapa. Kwani unaionaje? Lakini Okana, basi ungetupa taarifa sisi wazazi wako. Tukajua hata kama tusihudhuria katika hiyo ndoa, lakini tungejua. Lakini unakuja tu hapa, huyu mke wangu, huyu nyamipozi. Kama Sasa mbona umwita nyamipozi mkweo mama? Unaharibu ana hela. Sasa mama, sisi tunaenda honeymoon kidogo. Tukitoka honeymoon tutarudi hapa. Honeymoon? Honeymoon ndio nini? Mama, honeymoon ni kwenda kujifungia sehemu na kuanza harakati za kumtafuta mjukuu wako. Aswa mama, ndo maana yake hiyo. Nisikilize Okana. Hii ni 3:6 mstari wa 7. Huruma sio malezi. Mkisha maliza, maana mtu anapoamua kuoa ina maana anajiweza. Kwa hiyo wewe utaiweza hiyo familia yako, ukatafute sehemu ya kukaa, sio hapa kwa babangu. Mama, alafu umejizao kama wewe mama jigo sasa hivi ujue. Sehemu ya kukaa. Nafikiri unatoboa mitano hapo ulipo. Mimi ndo nitakuwa mtawala wa hili kasri la mzee Okana. Na malikia wangu hapa. Mtawala wa hili kasri. Usichokijua Okana, hii nyumba nimeshaitoa wakifu. Yaani baba yangu namfanyia kama sadaka tijari huko mbele. Mimi nimechoka bana. Sawa. Umechoka? Ni mkubwa. Acha sisi tuende. Tutarudi baadaye au baada ya wiki. Bye. Yaani Okana atazidi kunyooka kama mnazi. Yaani ananiletea kitu hapa Punta Ponto. Dipiti pwata tu analileta hapa. Mama bye. Mwaka huu kuna mambo mpumbavu kweli. Sitaki. Usinishushe. Wanamwita Mia Mola basi. Watajiri yangu wanakuja sasa hivi. Mjakani sikilizia misondo hiyo. Wapi Damamu? Damamu sensoje. Damamu fanya kitu kimoja. Nitumie lozi au mane gani? Utakuwa umetisha kabisa. Asia tubahatisha sisi ndo wanao wa faida. Wanamwita Mia Mola basi. Tap screen. Wapi mkubwa? Bimdashi? Sikilizia ni mute basi kwanza. Wapi mkubwa? Bimdashi? Jingili. Naomba ni mute kwanza. Sure. Naona ile upo na wanao nini ile mna tap to screen au sio? Na tap to screen. Niko na wanangu. Sio hapa ile. Wanao hao. Mimi mtu wa watu, wanangu hawa. Sha mute. Hebu ni wakonoli kidogo. Okay, simona.
Hawa na faida au sio? Wana faida hawa. Ndio watap nawa. Au sio? Ngoja basi nikumiutie. Na kumiuntia. Mbona kama shari mwanangu? Freshi. Na niuti tu. Shua njoo. Mi baba yako unataka kuniambia nini huko? Wewe njoo. Kama kupatwa hivi. Maji, nikufuatie maji. Njoo. Sasa umesikia? Hapa kimya kimya. Kimya kimya. Kama mkinda Buguruni. Ndio. Kama mkinda? Buguruni. Kama mkinda Buguruni. Ndio. Chula havai shanga, wala nyoka havai shanga. Nalijua hilo. Sasa hapo utaondoka uondoke? Hapa hivi. Hapa si nyumbani. Nyumbani au sio? Hapa sepa.